wanafanya biashara Gikomba, wale wanafanya wakulima, wale wanafanya Muthurwa, wale wanafanya Nairobi, wote waheshimike. Na kama kuna jambo la maendeleo lolote, husisha mwananchi kwanza. Kwa hivyo kama una haja na kutumia nafasi wakulima market, kwanza fanya public participation. Usikimbilie kuchukua rungu. Wewe ulinyenyekea kama Sakaja, ukishikwa mkono na naibu wa rais, ukatembezwa Nairobi hii, ukakubaliwa, tukawacha mchana wetu Bishop Wanjiru ili wewe upate nafasi. Lakini umekosea naibu wa rais heshima. Hata wewe umefika mahali umekuwa mstari wa mbele. Tukisema Nairobi tuache upomoaji wa manyumba, wewe haujaongea kama gavana. Wewe umewachilia watu wetu Nairobi wakamopolewa manyumba, lakini Nairobi ya juu hamujaigusa. Tunasema kama Nairobi ya chini ilikuwa na makosa, hata Nairobi ya juu manyumba ile yako kwa mto ipomolewe. Kama sivyo, mtatuambia ni nini ambaye wale watu wako Nairobi ya juu, haswa pale State House hapo chini, hapo Ambureta, hapo kwa mto, nyumba petroli ilikuwa imebomolewa, imerudishwa na nyumba ya ghorofa ikajengwa, iko kwa maji ndani. Hiyo haiwezi onekana, lakini mnataka wale ambao ni wavivu mwapomolee. Wewe Sakaja, kama ungekuwa na haja na Nairobi, ungesema, nauliza swali moja, watu wa Gikomba, shilingi 10,000 utalipa mwenye kujenga nyumba kama hii? Hiyo ni madharau ama ni nini? Kama ni serikali ya wananchi, mungekubali wale manyumba mlikuwa nataka kupomoa, mupomoe na mulipe gharama, mulipe wenyewe. Lakini mnawapatia 10,000 ya machozi, mnataka kupeleka watu wale maskini wa mwisho. Hii serikali ilikuwa ya kujengea wananchi uchumi ama ya kuwapomolea? Mimi nakwambia naibu wa rais, najua wewe umesimama kidete, lakini kuna watu wana madharau, na hiyo madharau ni ile kifuni. Watu walinyenyekea wakiomba kura, lakini hawakumbuki Wanjiku. Sasa Wanjiku watamhitaji ikifika wakati wa kura. Na sisi tunasema wewe gavana, kwanza gavana, umeshindwa hata kununua kaburi ya kuzika watu Nairobi. Kaburi hakuna. Ukienda kutakataka zimekushinda Nairobi, umeshindwa na Dandora dam site. Wewe gavana, kazi yako ni kulipa hewa. Unalipa hewa ya mawakili, unalipa hewa ya watu wa takataka. Ndivyo wewe gavana hauna haja na mwananchi. Sasa unataka kuhamisha wakulima uipige soko. Tunakuambia kama viongozi wa Nairobi, jaribu wakulima. Tutaonana wewe mundu kwa mundu, na hakuna kurudi nyuma. Tutasonga hiyo barabara. Alafu kuna mtu mwingine hapa anajiita Kindiki, ati waziri wa interior. Kindiki, umeshindwa wewe kufanya ukarabati. Tumeona IG alikuwa acting, ameshindwa kutii order ya mahakama. Mtu mkubwa kama huo, na wewe ndio bosi yake, hujawahi ongea hata umwambia anakiuka sheria. Wewe Kindiki, tumekuwa na janga pale Kwale, watu wakaua watu wakatupa Kwale, mukatuambia mmekamata ile jangiri atamefungia pale Ngiringiri. Usiku mukatuambia jangiri imepotea, mpaka waleo hajaonekana. Wewe Kindiki, kazi yako ni kusunguka Mlima ukihonga ma MCA. Unafikiri wewe ile pesa umepora kwa serikali kuna mahali itatupeleka? Tunakuambia wewe, kama ni mtoto wetu, tutasema tutakusahau. Wewe huwezi kuwa mstari wa mbele kutumika na adui uje ugawane Mlima, na tunakuambia mchana hautaweza kugawa Mlima mara mbili. Wewe hiyo ndoto yako na kuambia itatopokea, na wale wako na jama ya kupasua Mlima tutawaambia hiyo ni ndoto mko nayo. Mlima iko nyuma ya regera, iko nyuma ya undisputable Ligi, na hiyo ndio baba wa Mlima, na sisi hatutambui mwingine, na hatutatambua
na tunasema mchana, sio usiku. Wale watu wanarushia Gachagua mawe, wajua wanarushia Mlima, sio Gachagua wanarushia mawe. Kwa hivyo tunaambia mchana, akiweko Kimani Ichung'wah, wewe umekuwa msaliti kama Kanyingi. Na wewe tunakuambia Kimani Ichung'wah, wewe kula sawa na uende Sigoi wakati wa kwenda nyumbani. Wewe kama ni mwenzetu, wewe ujue kwetu hatuna wasaliti. Kwa hivyo tunataka kumalizia hapo, na naibu wa waziri, naibu wa rais, tunakuambia kanyaga kidete. Hao wananchi ndio walikupatia nafasi, na sio Kimani Ichung'wah na grupu yake wachache. Na Mlima tunasema wewe tuonyeshe barabara, na hiyo ndio tutafuata. Lakini tunasema tukifunga kwamba Mlima iheshimike, anaweza kama sio Mlima, hiyo kitu tunalinga nayo leo hatutakuwa nayo. Kwa hivyo tuheshimu Mlima, na isifike wakati ati asante ya punda ni mateke. Saa hii nyinyi mnaona kama sisi mnatutabikia, mmefika kwa nyumba ya heshima, nyumba ya enzi, mmesahau kura mmetoka. Tunawaambia kuna siku ya kama mtateremka kuomba hizi kura, mtapata Mlima. Kwa hivyo nawaambia miaka 3 inayobaki tunataka vitendo ya kazi, wala tuachane na kutuonyesha kidole ya alama. Wachanani na Gachagua, na Gachagua ni wananchi walipewa nafasi, na yule mtu ambaye anataka ile kiumane ni mtu wa kugusa Mlima. Asante. Asante sana Bwana Deputy President, na kuheshimu na tumekukaribisha hapa kwetu.